Hadi jioni ilibidi nifokewe kwa kusahau kuwa kupiga soga na mashoga ina kipimo. Hujambo mpenzi msikilizaji wa habari zetu za GHS. Kumbuka mwenda pole hajikwai, ila ukichelewa timaye utapata mwanasi wako. Ndiposa sisi kama wanajopo tunakumbusha kuwa mwenda tesi na homo siku zote hajikwai. Kabla ya habari kamili, tupate muhtasari. Ndoa ya kupigiwa mfano. Kifo cha kakake Eric Omondi baada ya kuhusika katika ajali. Ajali kufanyika barabara Kisii Migori. Orodha ya matajiri kutoka Kirinyaga kuhusiana na biashara na mali zao. Ustadi wake Rais William Ruto kuendesha naibu wake katika basi la shule. Kisha baadaye tuipate tafakari ya babu. Ndoa ya kupigiwa mfano. Hatimaye Tony Senkebeje aliamua kumuoa rasmi barafu wake wa moyo baada ya miaka 50 ya kuishi pamoja. Wawili hao walikutana katika hoteli mnamo wa mwaka 1974. Wakaanza kuchumbiana na wakahamia pamoja bila kulazimishwa. Muungano wao umebarikiwa na watoto 4. Ikiripotiwa ni kwamba wawili hao hivi majuzi walilazimisha ndoa yao katika sherehe ambayo iliimarisha upendo wao usiokuwa na mwisho. Tony Senkebeje alikutana na mke wake katika hoteli ya Silver Springs mwaka wa 1974 ambapo mapenzi yao yakachoana haraka. Akiojiwa moja kwa moja alisema kuwa alikuwa akitumbuizwa na bendi ya Cranes Rachel na hiyo ilikuwa mwanzo wa kukutana kwao. Nikiwakilisha shule ya upili ya Gesiaga katika redio ya Kisii FM 94.1, jina langu ni Steven Mosioma. Asante sana mwenzangu Steve Mosioma na kupata vizuri sana. Ajali ya barabarani iliyotokea alfajiri ya Jumamosi, Juni 15, iligharimu maisha ya watu 4 akiwemo afisa wa polisi. Gari la kibinafsi lililokuwa likielekea Migori liligonga skanta ya magari mengine kwenye barabara kuu ya Kisii Migori. Baada ya kushukiwa kufeli breki, wengine 6 walipata majeraha ya viwango tofauti kichwani, mdomoni, kifuani, mguuni na mikononi na kukimbizwa katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Kisii kwa matibabu. Makinika ili tusaidie kubadilisha maisha wengine. Kwa maelezo zaidi tutembelee tovuti yetu ya www.gisiagaschoolnews.co.ke. Nikiripotia Kisii FM 98.1 iliyopo katika kaunti ya Kisii. Jina langu ni Sandra Lenkume. Mcheshi wa Churchill Show Fred Omondi amefariki baada ya kuhusika katika ajali mbaya kando ya barabara ya Kangundo. Mchekeshaji ambaye ni kaka anayejiita mfalme wa vichekesho barani Afrika, Eric Omondi akiwa kwenye bodaboda baada ya kuongana uso kwa uso na basi la Forward Sacco. Alitarajiwa kuwa Meru weekend hii kwa hafla ambayo alikuwa ameipigia debe kwenye ukurasa wake wa Instagram siku moja iliyopita. Nikiripotia redio ya Kisii FM iliyoko kaunti ya Kisii, nimekuwa wenu Edwin Mboga. Rais William Ruto alionyesha ustadi wake wa kuendesha gari kwa kuwabeba Rigathi Gachagua na Kithure Kindiki kwenye basi la shule. Gachagua na Kindiki walikuwa wameketi kwenye viti vya abiria pamoja na wanafunzi, huku Ruto akiwapa usafiri ndani ya Mitunguu Technical Training Institute. Hatua hiyo ilibua gumzo mitandaoni miongoni mwa Wakenya, huku baadhi wakizingatia hasa sura ya Gachagua wakati wa usafiri. Rais Ruto na naibu rais Rigathi Gachagua alizuru Imithi Kusini, kaunti ya Meru Alhamis Juni 13, ambapo rais alipeleka basi katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Mitunguu Technical Training Institute. Nikiripotia redio ya Kisii FM iliyoko Kisii County, niite Bivon Otiso. Kirinyaga inachangia 1.3% ya pato la taifa la Kenya GDP kulingana na ofisi ya taifa takwimu ya Kenya KNBS. Pato la kaunti GCP lenye utajiri mkubwa wa kilimo iliongezeka.
Miongoni mwa watu tajiri zaidi kutoka Kirinyaga ni Andrew Charles Njiru na familia ya aliyekuwa bosi wa NIS James Kanyodhu. Nikiripotia kutoka redio ya Kiss FM, Nite Priscilla Kerubo. Nikiangalia kopo langu la saa naona ni saa nyama, dakika mfupa, sekunde supu, tule ugali. Basi taratibu tunaelekea kwenye tafakari ya babu. Hivi juzi nilikuwa kule Mombasani, babu yangu kanikirisha chini kunidokezea kisa kimoja. Kaniambia kulikuwa na familia moja ambayo ilikuwa na baba na mama ambao walikuwa wanatarajia kupata mtoto. Basi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, baada ya miezi 9 hiyo familia ikajaliwa kupata mtoto wa kiume. Maajabu ya yule mtoto wa kiume, alizungumza hivi punde baada ya kuzaliwa. Kasema na mama yake yate yaga siku ya 3, mamake kufa siku ya 6 na babake kumfuata siku ya 9. Basi ilipowadia ile siku ya 3, yule mtoto akawa ameaga dunia. Siku ya 6 mamake akamfuata. Siku ya 9, maajabu, bawabu wao akawa ameaga dunia. Je, nani aliyekuwa baba ya mtoto? Tafakari hayo. Nikiripotia redio ya Kiss FM iliyoko maeneo ya Kisii, wenu Mildy Mildred. Mpenzi msikilizaji, tumefika tamati mwa habari zetu. Ungana nasi katika makala ya wikendi. Ila kwa leo tunakomea hapa. Kumbuka kutembelea mitandao yetu ya kijamii kupitia www.gesiagaschoolnews.co.ke. Letu ni kuangazia uasilia wa maisha ya mwanadamu. Hadi wiki ijayo, siku na wakati kama huu, tumekuwa wenu Priscilla Kerubo na bila kusahau Steven Mosioma. 94.1 Kiss FM Inka Yomosi.